Mapito niliyoyapitia wakati nimeambiwa nina shida hiyo kubwa ya kansa na kwamba hakuna tena namna ya kutibika, nimerudishwa nyumbani, ni kipindi ambacho shetani alikitumia kumkatisha tamaa mume wangu kwa kumletea marafiki akiwa kwenye mahangaiko. Akapata marafiki wakaanza kumpa faraja za dunia, wakamwambia usikae nyumbani na stressi, twende tutoke kidogo, tukanywe kidogo. Na katika kunywa huko wakamshawishi akanywa na vyote. Na bahati mbaya nimepita kwenye changamoto ya ndoa nikiwa kwenye hali hiyo ya kurudishwa hospitali, kurudishwa nyumbani, nikiwa nasubiri kitu kinaitwa kifo. Katika hicho kipindi nikiwa nasubiri kifo, ndipo sehemu ambapo nilipitishwa kwenye wakati mgumu zaidi. Lakini nini kilinifanya kusimama? Ndani yetu kilichonifanya kusimama na kutambua kwamba natakiwa kusimama na leo niko hapa, ni Mungu aliyekuwa ndani yangu. Wakati nikiingia kwenye ndoa, nilifundishwa kushindwa zaidi. Nilifundishwa kukata tamaa zaidi. Niliambiwa huyu mwanamume anayekuoa kwanza anakuzidi umri. Huyu mwanamume anayekuoa kwanza alishaishi na mwanamke. Huyu mwanamume anayekuoa yuko hivi. Utaweza malisia. Mama mmoja aliniambia nikiwa na wiki 3 kasoro ya kufunga ndoa. Ndani yangu ni hekima ya Mungu, nilimjibu. Nikamwambia walioshindwa ni wao, lakini sio mimi. Mimi ninaamua kuingia kwa sababu Mungu amemleta kwangu. Lakini basi haya maneno nilikuwa nayaongea, sijui wapi naenda kupita. Ndio maana nawaambia Mungu azidi kuwabariki nyinyi na kuwaangazia zaidi, ambao mna miaka 20 ya furaha na amani, ambayo hamjawahi kupita kwenye changamoto. Na naombea kwa Mungu asiwapitishe aliponipitisha, maana inahitaji neema ya Mungu.